Get the point. Take a step forward. Shujaa wa maombi ya usiku. Shujaa. Ndiyo, shujaa wa maombi. Kumbe kuna uwezekano wakawepo mashujaa wa maombi. Unajua kila kitu kinahitaji shujaa. Kila jambo lina shujaa. Moja katika vitu vya msingi kwenye maisha yako ya kiroho ni kuwa shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tunadili sana na shujaa wa maombi. Na sio maombi tu. Mwandishi wa somo anasema maombi ya usiku. Katika juma hili tunarejea madhabahuni. Tunaangalia namna ambayo tunaweza tukarejea madhabahuni. Maana pale madhabahuni pana tumaini tena. Ndiyo, pale madhabahuni pana ujasiri tena. Pale madhabahuni kuna nafasi ya kupata rehema kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya kesho yetu na hata leo yetu. Somo hili linajikita sana kuzungumzia maombi. Utagundua toka tulipoanza masomo mengi kwa kiwango kikubwa tunazungumza namna ambavyo tunaweza kupata badiliko la kiroho na kimwili katika maombi. Ninapenda mara nyingi kusema maombi yanaweza kukutoa chini kabisa. Maombi yanaweza kubadilisha historia ya maisha yako kabisa. Ninakumbuka mwaka 2016 nikiwa pale Mwanza. Kwa hiyo siku nilikuwa nyumbani tu, lakini usiku wake nilikuwa kwenye vipindi vya maombi. Lakini kesho yake nikaenda kwenye viwanja vya kanisa. Wakati niko pale kwenye viwanja vya kanisa, kuna watu walikuwa wanakata miti kwa ajili ya ujenzi wa kitu fulani. Ghafla akaja mtu mmoja na gari ndogo, akapaki gari pale. Alipokuja akawa na shauku ya kukutana na mchungaji wa mtaa. Basi alipofika mchungaji wa mtaa alikuwa mbali kidogo, lakini nilikuwepo mimi na mchungaji mmoja ambaye hata mchungaji atakuwa anamfahamu, anaitwa Pastor Simeo Makunja. Wakati huo tuko pale tunabadilishana mawazo. Basi yule bwana akaja, akashuka dereva wake na mke wake. Baadaye akasema tuna shida sana ya kukutana na mchungaji. Baadaye, lakini mimi kitu kikaniambia moyoni, hebu zungumza na huyu mzee. Mimi nikamsogelea. Nikamwambia, ulikuwa unasemaje rafiki yangu? Akasema, unavyoniona mimi ni mgonjwa. Nimekuja kwa mchungaji kwa mambo makubwa mawili. Namba moja, Mungu anisamehe maana sioni nuru ya kupona kabisa. Kwa nahitaji kumrudia Mungu katika hali hii. Najua Mungu ni wa neema. Nahitaji kupona, au Mungu anisamehe nikipoteza maisha niwe na tumaini. Jambo la pili, ninahitaji muhazini wa kanisa niende naye ofisini apige zaka. Toka kampuni yangu imeanzishwa mpaka leo natakiwa kulipa zaka kiasi gani? Hapo ni mgonjwa. Kuna siku mshikaji wangu, ngoja nikuambie, sasa hivi ulipi zaka, kuna siku utataka kuilipa kwa nguvu. Bwana aziviwe. Iko siku tu utabananika mahali ambapo utasema nahitaji kumrudia Mungu kwa zaka. Huo ni ukweli kabisa. Ni kisa cha kweli. Mchungaji huyo hapo na wanafahamiana vizuri, maana tulikuwa na Pastor Makuja. Baadaye mimi nikamwambia, sasa mara nyingi sana mimi siombei wanaokaribia kufa, ila ninaombea wanaotaka kupona. Bwana asifiwe. Nikamwambia, ninachokiona kwako ni uponyaji. Akaniambia, mwinjilisi, haiwezekani. Nimeenda hospitali zote kubwa, ameenda India, ameenda sijui China, ameenda sijui wapi. Yaani ametumia dawa. Tena ananiambia dawa ambazo nimeshameza ukijaza pickup inajaa. Lakini hakuna nafuu. Nikamwambia, huko uliko kwenda bado waliokuhudumia ni wanadamu. Tunayekwenda kuzungumza naye juu ya hii agenda ni Mungu wa
uwezekana kwa akili za kibinadamu. Tukaomba, tukaingia ofisini kwa mchungaji. Wakati huo mchungaji alikuwa anaitwa Pastor Mramba, ni rafiki yangu sana. Tukafanya maombi, baadaye nikamuita mchungaji Makunja, tukaomba. Baada ya maombi nikamwambia, nitakuja nyumbani kwako kukuombea tena. Kwa hiyo tukaweka kliniki ya maombi, niseme ni kliniki, kwa wiki moja. Unajua, Mungu akaanza kubadilisha maisha yake. Badilisha maisha yake. Kila siku anabadilika, anapona. Mwisho akapona kabisa, akawa mzima kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Alipopona, wakati wa mkutano uliofanyika Mwanza, nafikiri wengi mnakumbuka, alikuja Mark Finley. Yule mtu ndiye aliyetoa mafuta yote lita 3,000 kwa ajili ya gari zote za wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Sio hiyo tu, ameshajenga makanisa mpaka mengine. Alikuwa ananiita wakati anaenda, anamwambia niko busy, endelea. Leo hii mchungaji yule bwana ukimpa microphone kuhubiri, mimi nakaa najifunza. Lakini mtu ambaye ametolewa chini kabisa kwa ajili ya nini? Maombi. Maombi yanaweza kukuinua kwa kiwango kikubwa sana. Yanaweza kubadilisha historia. Yanaweza kubadilisha jana yako yenye huzuni. Wewe fikiria, amekwenda hospitalini mpaka madaktari wanamwambia nenda tu kapumzike, maana hatuoni plani B. Lakini kwa Mungu leo ni mzima. Tena ana nguvu. Amerudi kuwa kijana. Hata hivyo wanaompenda Yesu huwa hawazeeki. Bwana Yesu asifiwe. Kama unabisha, muulize kaka yangu mzee wa kanisa. Muulize tumeonana mwaka gani na kuna utofauti gani kati ya sasa na kipindi kile. Kukaa kwa Yesu inalipa. Bwana asifiwe. Yaani ukikaa miguuni pa Yesu, Mungu anashikilia hata afya yako. Okay, leo tunaangalia shujaa wa nini? Maombi ya usiku. Fungu kiongozi au andiko kiongozi, Luka sura ya 6 mstari wa 12. Biblia inasemaje? Nisaidie kusoma rafiki yangu. Luka 6:12 inasema, ndio, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Ndio, akakesha usiku kucha akimwomba Mungu. Yesu akakesha usiku kucha akimwomba nani? Mungu. Kwa hiyo Yesu alichokifanya, japokuwa hana dhambi, ndio maana yeye ni Mungu, lakini alikesha usiku kucha. Alipohitaji kubadili maisha ya mwanadamu, alipohitaji kuleta neema ya mwanadamu, alichozingatia ni maombi ya usiku kucha. Ngoja niwaambie, maombi yanaweza kukuweka kwenye nafasi ambayo hukutegemea kuwepo. Maombi yanaweza kubadilisha magumu yaliyoshindikanika kwa akili za kibinadamu. Kuna mchungaji mmoja alinipa kisa, akanambia kulikuwa na baba mmoja alikuwa anapenda sana kumpiga mke wake. Kila siku ni kumpiga. Wewe kuna wanawake walishazoea kupigwa. Yaani siku asipopigwa anamwambia baba, leo umesahau kunipiga. Lakini siku moja huyu mama akamwambia Mungu, sasa hivi nimechoka kupigwa. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta namna yoyote hii hali ikome kabisa. Unajua nini kilitokea? Siku moja huyu mwanaume akatembelewa na baba yake na mama yake. Aliyenipa hichi kisa ni mchungaji mmoja hivi. Alipotembelewa, sasa walikuwa na chumba na sebule. Kwa hiyo ikabidi huyu mwanamke, huyu sasa mke wa huyu ambaye anapigwa, ikabidi yeye atumie hekima, abadilishe tu shuka chumbani, afu awaambie wazazi, nyie laleni chumbani, mimi nitalala sebuleni. Kwa hiyo yeye akalala sebuleni, wazazi wakalala chumbani. Basi mwanaume akarudi usiku kama kawaida yake, kama saa 4 hivi, akakuta wote wamelala. Na hiyo siku ilikuwa ni surprise ya ajabu sana. Wote wamelala. Akagonga, baadaye akafungua mlango kwa jinsi alivyofungua. Yeye moja kwa moja akanyoka chumbani. Alipoangalia kitandani akakuta kuna watu wawili wamelala. Akachanganyikiwa. Ina maana leo mke wangu ameingiza mwanaume ndani. Akatoka nje, akaenda kuchuma fimbo za maana.
akarudi nazo ndani. Aliporudi ndani akasema, yani leo watanikoma wote wawili. Akaanza kushusha bakora, piga. Sasa baadaye ilikuwa ni giza, ikabidi awashe taa kuangalia anampiga baba yake na mama yake. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa yule mwanamke kupigwa kwenye ndoa. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni mwisho. Sasa umempiga baba yako, utamwangaliaje? Ikabidi tule baba atoke. Akaambia, samahani mzee. Hapo ni samahani tu utaomba. Unajua maombi yanabadilisha. Yanaweza kufanya maumivu yako yakasahaulika kwenye moyo wako. Yesu japokuwa hana dhambi, japokuwa hakutenda kosa lolote, lakini alikuwa ni shujaa wa maombi. Alijua umuhimu wa maombi ya usiku. Na jana niliwaambia kwamba maombi ya alfajiri, na naongeza tena, maombi ya usiku ni moja katika maombi yaliyobeba majibu ya mashaka yako. Kwa sababu unazungumza na Mungu katika wakati sahihi. Moyo wako ukiungamanika na yeye, wakati ambapo dunia ipo kimya, wewe unazungumza na Mungu. Sasa Yesu japokuwa hakutenda dhambi, lakini alikuwa shujaa wa maombi kila siku. Yesu alitambulika kwa kutumia usiku kuomba, kumlilia Mungu juu ya namna atakavyomkomboa mwanadamu mwenye dhambi. Mfalme wa mbinguni, wakati akiwa katika huduma yake duniani, aliomba sana kwa baba yake, akisujudu mara nyingi kwa maombi usiku kucha. Roho yake mara nyingi ilikuwa na huzuni kadri alipohisi nguvu za giza za dunia hii na kuondoka katika mji ulio na shughuli nyingi na makelele ili kutafuta sehemu iliyojitenga kufanya maombi. Mlima wa Mzeituni ulikuwa sehemu pendwa ya kimbilio la mwana wa Mungu kwenda kuomba mara nyingi sana. Yesu aliona miji mingine ikiwa na kelele, miji mingine ikiwa haina utulivu, miji mingine ikiwa haina nafasi kwa ajili yake kuomba kwa uhuru zaidi. Alikimbilia mahali ambapo hakuna mtu tena, mlimani. Mlima wa Mzeituni ukawa sehemu ya yeye kuwasiliana na baba yake, sehemu ya yeye kuzungumza na baba. Unajua, ngoja niwaambie, watu wengi wanaoimarika kiroho, kimwili, ni wale wanaotambua umuhimu wa maombi. Katika mkoa wa Pwani tuliwahi kubatiza binti mmoja, akafukuzwa kwao akiwa mwanafunzi. Yule binti akawa na msongo mkubwa sana wa mawazo, lakini nilichokipenda kwake, alijua aliyemwamini atamshindia. Kilichotokea baada ya kumtia moyo na kumwombea, mama mmoja akasema atamsaidia. Na kwa kweli acha niseme hili, asilimia kubwa ya watu wengi sana ambao wameonekana mstari wa mbele hata kwenye kazi za Mungu, kwa kweli kina mama ni jeshi kubwa. Bwana asifiwe. Visa vingi, mchungaji mimi sizungumzi uongo, visa vingi nilivyoshuhudia, asilimia 90 mimi ninaona kina mama wakiwa mstari wa mbele. Nitafanya. Yule mama akamlipia ada mpaka akamaliza, tena akamwambia ukiwa na shida njoo ofisini. Binti yule akamaliza. Alipomaliza akaenda chuo, akamaliza chuo, akapata kazi. Sio kazi tu, Mungu akaendelea kumsimamia, nafasi zake zikapanda. Leo mambo yamebadilika. Yeye amekuwa msaada kwa waliomfukuza. Bwana asifiwe. Ngojeni niwaambie ni kitu. Kwa maombi utakwenda kuwa msaada kwa adui zako. Adui zako hautawashinda kwa kulalamika. Adui zako utawashinda kwa maombi mengi, tena kwa kuwaombea baraka. Kuna mahali tunakosea, tunawaombea mabaya adui zetu. Rafiki yangu mmoja akaniambia, kuna mtu kabisa mwinjilisi hanipendi, naomba tuingie, hata Mungu tu aruhusu, hata afe tu. Nikamwambia hapana, Mungu hafanyi hivyo. Mungu anataka yule aishi maisha marefu ili
aje ashuhudie baraka zako. Siri ya mafanikio ni zile baraka zako zionekane kwa waliojua kwamba kwenye maisha yako hakuna kitu. Sikiliza, wale waliodhani kwamba huwezi kufanya jambo, ili wajue kuna Mungu ambaye hana upendeleo, lazima uwe shujaa wa maombi. Weka ratiba yako vizuri. Omba. Majibu ya kila maumivu moyoni mwako yako kwenye maombi. Kuna jambo fulani unapitia juu ya kitu chochote, amua kuomba. Mwambie Mungu, ninaomba unitegemeze katika sehemu fulani ya maisha yangu. Yeye atakutegemeza, atakupa uwezo. Sikiliza, atakupa karama, atakupa nafasi kubwa kwenye maisha yako, maana yeye aliahidi na anasema, wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hawawezi kutikisika kamwe, maana Mungu anawategemeza. Haleluya. Mungu anawatengeneza upya. Mungu anawabariki. Mungu anawalinda wanaume na wanawake ambao wataamua kusimama imara na Mungu wao, kuwa waaminifu kwenye imani yao. Hakika Mungu hatawaacha. Na bahati nzuri, Mungu anatafuta wanaume na wanawake kama hao, ambao maisha yao yamesulubiwa pamoja na Yesu. Yesu anaweza kukuruhusu upite kwenye jaribu fulani. Katika lile jaribu sio kwamba anataka uangamie, ila anataka kujivunia wewe jinsi utakavyokuwa imara kwenye maisha yako kwa kumtegemea. Sikiliza hii. Katika vitu ambavyo ni muhimu sana ni kujua kwamba aliyeniumba kuna mahali anataka kujivuna kwa ajili yangu. Simlisha soma kitabu cha Ayubu. Wakajadiliana, Mungu akamwambia Shetani, usiguse tu uhai wake. Namjua Ayubu hawezi kabisa kuniacha. Shetani akasema, ni kwa vile umembariki. Akasema, hapana, hata ukienda kumnyang'anya kila alicho nacho hawezi kuniacha. Maana Ayubu ni shujaa wa maombi. Kweli, Ayubu akaanza kupita kwenye maumivu. Ayubu aliona maumivu, lakini kwa Mungu ni Mungu anajisifu jinsi Ayubu anavyovumilia. Sikilizeni, wale waliopita jeshini wanaelewa. Wanateswa sana ili watoke pale wakiwa watu imara wanaoweza kutetea taifa lao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wengi wasiokuwa wastahimilivu wanatafuta tu uchochoro, lakini walio wastahimilivu wanavumilia. Mwisho wa yale maumivu wanapewa medani, washindi, wapiganaji bora, watu waliotetea uhuru. Si hata leo tunawakumbuka. Haimaanishi kwamba walitetea katika mazingira mazuri, wanakula pipi, wanakunywa juisi. Hapana, saa nyingine waliteseka sana, lakini wamepata zile medani kwa uvumilivu wao. Sikiliza, hii itakusaidia. Ili uweze kuwa bora, lazima uwe mvumilivu. Lakini nakuletea habari njema. Ndani ya 2023 kuna jinsi Mungu wa mbinguni anaenda kukuweka kwenye nafasi nzuri ya kuona wema wake. Wema wa Mungu ni mkuu sana kuelewa. Wakati baadhi ya Wakristo wakianza siku yao na Mungu kwa sababu ya hofu kwa sehemu fulani ya kile kinachowasubiri pindi watakapotoka nyumbani, ni mara chache sana wengi humaliza siku yao katika uwepo wake wakiwa wamepokea kile walichokihitaji kupata katika siku nzima. Mwandishi anajaribu kutuonyesha kwamba kuna Wakristo wanaweza kuanza siku yao kwa maombi kwa sababu ya kile kinachowapa nini? Hofu. Na Biblia inasema kile kinachowapa hofu kikisha toweka, moyo ule wa maombi unakaa pembeni. Atakuja kukumbuka maombi tena atakapoona tena situation nyingine. Anasema, hapa ngoja nitafute waombaji. Lakini ni wachache wanaweza kusema, natamani kudumu
kwenye maombi. Natamani kudumu miguuni pa Bwana wakati wote. Ni wachache wenye shauku ya kudumu miguuni pa Bwana, na wakati huo Bwana anahitaji wewe na mimi tuwe mashujaa wa kuomba wakati dunia imechoka. Yesu anakuhitaji wewe uwe mtu imara wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alielewa uhalisia wa kiroho wenye hatari uliomkaribisha kila siku. Alikuwa na uelewa mkubwa wa hatari ya kiroho ambayo wafuasi wake waliikabili hata wakati wao hawakufahamu lolote. Katika Luka sura ile 22 mstari wa 32 utasoma kwa muda wako leo. Kila siku hebu tusikose fursa yoyote ya kumaliza siku yetu kwa mioyo iliyoinuliwa kwa Mungu katika maombi na sifa, na tuombeane kwa dhati Mungu aweze kutufanya tudumu kuwa waaminifu tunapokaribia ujio wa Yesu Kristo ulio karibu. Mungu anataka katika siku hizi za maombi tuombeane. Kila mmoja amuombee mwenzake, muombee ndugu yako, muombee rafiki yako, ombea wazazi wako, ombea hata wale waliokuudhi, waliondoa furaha ya moyo wako. Si dhambi ukitenga muda wa kuwaombea. Ukiwaombea Bwana anakusaidia. Unajua katika kumwombea mtu ni sawa na mtu anayefua nguo. Unapofua zile nguo si lengo lako kunawa mikono, lakini mikono yako inatakata. Katika kuomba, unapoomba kwa ajili ya mtu mwingine, Mungu pia anawajibika juu ya mahitaji yako. Okay, Mungu anaona huyu sio mchoyo wa maombi. Amemuombea mwenzake, amemuombea ndugu yake, amemuombea rafiki yake, amemuombea hata adui yake, amemuombea hata yule aliyemnyima amani kwenye maisha yake. Yesu anapoona hivyo, na wewe anakubariki kwa sababu unao moyo wa kuombea watu wengine. Tena saa nyingine usizione shida zako, bali ona mahitaji ya watu wengine. Mwambie Mungu uwabariki. Omba, tena uwe na listi ya kuomba. Andika watu ambao unataka kuwaombea, na sio wale tu unaodhani unawapenda. Hata wale tena sana waombee wale waliokuumiza mwaka jana. Bwana asifiwe. Waombee wale ambao huenda walisababisha hasara fulani, hao waombee. Maana iko siri kubwa kuwaombea wengine. Yesu anatutaka sisi kuwa waaminifu, kuomba kwa ajili ya watu wengine. Yesu alienda mlimani ili kuomba. Mwambie Yesu, tunashukuru sana kwa mfano wako kwetu. Maisha yako ni mpangilio mzuri tunaofuata, na tunakuomba uishi maisha yako ndani yetu. Bwana, tunatambua hitaji letu la kuwa na muda binafsi na wewe, kuwa na muda binafsi na Yesu. Tambua kielelezo ambacho Yesu alikionyesha pale Gethsemane alipoenda kuomba, alipoenda katika mlima wa Mzeituni kwenda kuomba. Tambua kwamba Yesu ameweka kielelezo bora kizuri ambacho kinaweza kukusaidia wewe kupiga hatua moja kiroho kwenda mbele. Akakesha usiku kucha. Mara ngapi umeshaikuwa na maombi ya mkesha? Sio lazima tu keshe kanisani. Hata wewe mwenyewe ukaamua tu, leo ninataka kuzungumza na Mungu masaa ya usiku, nitazungumza na Mungu kwa masaa kadhaa. Nitazungumza na Mungu kwa dakika kadhaa. Nitazungumza na Mungu kwa muda fulani. Nitazungumza na Mungu ili nimueleze yale ninayopitia. Nataka nikuambie, hakuna uchawi mzuri kama uchawi wa maombi. Uchawi wa maombi unazidi aina zote za uchawi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Katika watu wanaoamini kwamba uchawi ungekuwa na nguvu, hata mimi ningekuwa siishi leo. Kama kweli wachawi wangekuwa na akili, nisingekuwa naishi leo. Maana tumeshapita sehemu ambapo ndio zinasifika. Fishafanya kazi ya Mungu huko. Wanafanya vituko, wanafanya visa, wanafanya kila wanaloliweza. Lakini mwisho wa mkutano, baadhi yao tunawazamisha kwenye maji. Haleluya.
Tulikuwa tunahubiri pale Mabatini. Rafiki yangu atakuwa anakumbuka. Tuliona mzee wa kanisa atakuwa anakumbuka. Binti mmoja mzuri, mrembo kweli. Tena mpaka nikashangaa. Eti ni mchawi. Tena alikuwa amewekewa sindano hapa hivi kwenye sikio. Kama mzee ulikuwepo sijui utakuwa unakumbuka. Mzee mmoja anaitwa Kariuki. Ndio tulifanya operation ya kutoa ile. Ni binti ambao kijana ukikutana naye njiani lazima uongee neno. Alileta mafurushi mawili ya uchawi. Tukachoma. Mapepo yakawa hayatoki. Ndio yakaanza kusema hatutoki maana bado ana kitu chetu kikubwa kuliko hivyo. Tukauliza kitu gani? Sindano. Ndio tukagusa hivi kweli kuna sindano. Tukasema hatuendi Bugando wala Seketure, tunamaliza hapa hapa. Tafuta wembe, kata, toa ile sindano. Binti yule akabatizwa na akawa mwimbaji mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walikuja pale kwa ajili ya vituko, mkutano usiendelee. Kasema hatuwezi eti mchawi azuie kazi ya Mungu. Haiwezekani kwa jina la Yesu. Atazuia mambo mengine lakini si kazi ya Mungu. Akabatizwa akawa mwimbaji mzuri kabisa. Tena tulibatiza wachawi wawili kama sijasahau. Mwingine mwanaume. Mwingine kijana. Mdogo tu. Naye akatuletea makorokoro mengi. Tukachoma. Naye akabatizwa. Bwana niwaambie, katika maombi kuna siri ambazo utazijua kupitia maombi. Yaani mchawi anaweza akakupiga vita, anaweza akakusumbua, anaweza akahangaika na wewe, na ukiona mchawi anahangaika na wewe, jua kwamba una vitu vikubwa moyoni mwako. Usimuogope mchawi kwa jina la Yesu. Hasa wa Adventista wa Sabato. Utakuta mshiriki kabisa anasema mwinjilisti nimelogwa. Umelogwa? Mwadventista msabato unalogwa kabisa. Tena shida sio kulogwa, maana wengi tunalogwa. Tatizo ni kurogeka. Yaani mwinjilisti sikuwa hivi. Mimi nilikuwa nimebarikiwa sana, wameniloga. Rafiki yangu kama unalogwa na uko kanisani, hebu rudi nyuma ujihoji vizuri kwanza. Ulogwe na urogeke? Hapana. Walio mikononi mwa Yesu hakuna chochote kinachoweza kuwadhuru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kama kuna mchawi ananisikia ingawa hapa hawapo, mrudie Yesu. Mrudie Yesu kabisa, maana yeye anaweza. Anaweza vyote. Tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Hakuna gumu linaloshindikana kwa Bwana. Usiku unapoingia kwenye maombi, unapata nafasi ya kujilinda. Unapata nafasi ya kujiweka salama mikononi mwa Yesu. Jisalimishe maisha yako kwa Yesu. Usijisalimishe maisha yako kwa shetani na malaika wake na vibaraka wake. Maisha yako yaweke miguuni pa Bwana. Hapo ndipo pekee palipo na tumaini. Kuna watu wengi tunaenda kwa waganga, wanatutesa, wanatuambia mambo magumu, wanatuogopesha. Na siku zote mganga ili ale pesa yako lazima akuogopeshe. Na anapokuogopesha lazima utafight kwenda kutafuta hiyo pesa hata kwa kukopa ili umpeleke. Lakini huwezi kukopa ila ili ukatoe zaka au ukatoe mchango kanisani. Kwa Mungu unaona ni kazi, hawa wazee wa kanisa Bwana wananisumbua na michango mingi. Lakini mganga akikwambia na shida na kuku mweusi, mchele kilo 5 wa kutambikia mzimu, kitambaa cheupe ili upone, utavitafuta hata kwa kukopa. Afu mnaibiwaga hivi. Kuna kuku mweusi jamani, nani alishakula nyama ina rangi nyeusi hapa kana jamani? Nakula tu kuku mweusi hapa. Ni wizi tu. Ndio maana kuna mmoja aliimba wajinga ndio wali wao kekundu. Shati jeupe, watoto wake hawana uniform ya shule, anawashonea mashati, wanavaa wanapendeza, wewe unabaki na shida zako. Mchele kilo 5, wewe mzimu gani unatambikiwa na kilo 5 za mchele? Kilo 5 ajala wali siku nyingi, anapikia watoto wake wali, wewe una shida zako, umebaki nazo. Lakini kwa Yesu kuna majibu ya mashaka yako. Eti anachokupa ni hirizi. Hirizi unainunua kwa kuku wa 15,000, mchele kilo 5, kitambaa cha 35,000, unampelekea mganga. Yeye anakupa hirizi limetengenezwa na manyoya likapakwa rangi nyeusi, anakuambia sasa hii itakulinda.
Hivi wewe na irizi mlinzi wa mwenzake ni nani? Si ni wewe? Kila saa unajipekua kama au kamedondoka. Kila saa unajipekua. Yaani umempelekea pesa na anakupa na tabu nyingine tena. Si kila saa hivi kweli bado kamu. Na amekuambia ukikapoteza either afe yeye wewe upone au wewe ufe yeye apone. Mkwara huo. Kwa kazi yako nalinda irizi, zilete hapa kwa jina la Yesu tutazichoma. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna uganga wala uchawi juu ya Yakobo. Tunapoelekea mwishoni jioni ya leo, Yesu alikuwa shujaa wa maombi. Aliomba, alijua namna ya kuzungumza na Mungu, kuomba kupitia neno la Mungu. Yesu, tunakushukuru sana kwa mfano wako kwetu. Kuna mifano ambayo Yesu ameitoa si kwa ajili yake bali ni kwetu. Na kumbuka kwamba Yesu chochote alichofanya ilikuwa ni kutufundisha sisi. Sehemu ambapo tunaweza kuwa na ushirika na wewe na kujifunza kuisikia sauti yako kwa uwazi zaidi. Lazima tujifunze kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi na upana unaotakiwa. Mungu wetu ni mwenye upendo. Kwa aibu tunapaswa kukiri kwamba kwa changamoto nyingi huwa hatugeuki kwanza kwako, lakini tunageukia vyanzo vingine ambavyo havitoki kwako. Ni kweli mwandishi ameliona hili kwamba matatizo yanapokuja hatuangalii kwanza kwa Mungu. Ndio maana hata watu wengi ninaozungumza nao kwenye maombi anakwambia, mwinjilisti, kabla sijaja kwako nimetembea, nimeenda mpaka Ukerewe. Hivi afu huko si ndo kuna Gambosh? Nafikiri huko ndo kuna Gambosh. Kama huko mpaka Gambosh nilifika, mpaka wapi nilifika, hata kuambia mambo mengi. Mwisho tu nikaona nije kwa nani? Afu navyompenda Yesu, hata ukimfanya wa mwisho bado anakusaidia. Bwana asifiwe. Yaani hata ukimfanya ni wa mwisho kabisa, ukamweka mwishoni, ninavyompenda Yesu, bado anakusaidia. Niliwahi kufika kwa familia moja. Yule binti alikuwa anafanya kazi ofisi moja ya serikali. Alikuwa ni binti. Baadaye akaugua ghafla. Alikuwa anafagia tu ofisini, akaanguka. Tokea hapo akaanza kuugua. Kwa akaugua zaidi. Mimi nakutana naye ameshaugua zaidi ya miaka 4.5. Ni mgonjwa, ni wa kitandani, ni wa kuishi hapo hapo. Ameshatibiwa. Tena alilazwa hospitali yetu ya kanisa pale Mwanza zaidi ya mwezi. Wakachoka kabisa. Sasa siku hiyo nikaenda pale nyumbani kwake. Nilikuwa nahubiri sehemu fulani pale Mwanza. Nikaenda pale nyumbani. Nilipomuona tu yule binti, Roho wa Mungu akazungumza na mimi kitu fulani. Nikajua huu ugonjwa wa huyu binti sio ugonjwa wa kibiolojia. Lakini nilipomwangalia baba yake binti, yule baba yake binti alikuwa na mawazo mapana sana ya kumpeleka yule binti kwa mganga. Kwa nikajikuta tu namwambia, pamoja na shida anazopitia huyu binti, usimpeleke kwa mganga, atapona. Yule baba akaniambia, sawa mtumishi wa Mungu, sitampeleka kwa mganga. Nikamwombea yule binti, nikamwambia nitakuja tena siku nyingine kuomba. Na ninaamini baada ya maombi hayo, huyu binti atafunguliwa. Ona sasa shetani alivyo mjanja. Siku ile nimeenda pale kuomba, ndio siku hiyo yule binti akazidiwa kuliko siku zingine zote. Kwa yule baba alichokifanya, akamchukua yule binti, wakaenda zao Ukerewe. Kituko ni hiki. Walipofika tu Ukerewe, wanaingia mlangoni, yule baba alianguka pale pale alikufa, na yule binti alisimama pale pale alipona. Kwao akarudi, binti kaenda mgonjwa, karudi na baba kuja kuzika. Sikilizeni niwaambie, katika maombi tunajua siri nyingi. Bwana asifiwe. Siri nyingi utazijua kwenye nini? Wangapi wanasema tunataka kuwa watu wa maombi? Bwana asifiwe. Punga mikono. Kweni watu wa maombi. Na mkiwa watu wa maombi, kuna namna Mungu anaenda kuwatendea. Ndiyo, napomalizia kumbuka hili. Bado unayo nafasi ya kusahihisha mahali popote unapohisi umekosea. Unayo nafasi. Nafasi kwa nini nasema unayo? Kwa sababu bado unaishi. Kwa sababu bado unaishi, unayo nafasi kabisa, ndiyo, ya kusahihisha jambo lolote. Habari njema ni kwamba hakuna neno
gumu Bwana asiloliweza. Hakuna. Yote tunayaweza kwa jina la Yesu. Ninaona uchumi wako ukikombolewa. Ninaona familia yako ikikombolewa. Ninaona ndugu zako wakikombolewa. Ninaona uzao wako ukikombolewa. Ninaona jinsi Yesu atakavyo kuketisha mahali ambapo utasifu jina lake. Ngoja nikwambie, wale wanaotaka urudi chini wataona Yesu akikuinua. Ndio, na usiogope. Ukiona vita kubwa imeinuka kwenye maisha yako, kaza mwendo. Ukiona vita, jua kwamba nimekaribia kushinda. Ukiona vita, jua kwamba nimekaribia kukombolewa. Unajua unapoomba unaitibua ile mamlaka ya shetani. Kwa hawezi kukuacha kirahisi. Lazima akutikise, lazima akuofishe. Ndio maana watu wengi huwa wanasema ninapoomba ndio mambo yanazidi kuwa nini? Magumu. Sio kwamba ni Mungu hayupo, hapana, ni shetani anajua anakupoteza. Kwa kwenye dakika za mwisho anahakikisha anakuzuia kupokea haja ya moyo wako. Sikiliza mwana wa Mungu. Ukishajijua kuna vita ya kiroho unapitia, maisha yako yaweke katika mikono ya Yesu. Mwambie Yesu, nipiganie. Shetani hawezi kukuacha ukaondoka kirahisi kwenye mikono yake. Utakapoomba kuna saa atazidisha uchungu. Na mara nyingi sana hizo huwa ni kelele za chura zisizomzuia tembo kunywa nini? Maji. Mara nyingi waoga wana maneno ya kuogopesha kuliko ambao wana nguvu. Ushawahi kukutana na mtu ambaye hajui kupigana? Yeye anapigana kwa maneno. Yaani kuna mtu yeye kwa maneno anapiga. Kwa maneno tu umeshapigwa, umeshasambaratika, umeshaenda mpaka kwenu. Na ni maneno tu. Lakini kwenye vitendo hakuna. Ndio shetani sasa. Kwa maneno na vitisho ni vingi sana. Lakini habari njema ni hii. Yesu atakutoa katika hayo maumivu. Kuna saa Yesu anaacha mpaka utupwe kwenye moto. Yesu haji tu ule muda ambapo mfalme ana wazo la kukutupa kwenye moto, anakaa kimya. Yesu haji wakati ule unafungwa, anakaa kimya. Yesu haji wakati ule majemedari wanakutupa, hapana. Yesu anakuja ule muda ukiwa ndani ya moto. Haleluya. Ukiwa ndani ya moto, Yesu anaruhusu malaika wanashuka mle kwenye moto, wanafungua vile vifungo. Ndio Biblia inasema hata wale waliokutupa watakuja kushangaa kwamba kumbe una Mungu kiasi hicho. Jioni ya leo tuingie kwenye maombi, kwa sababu Mungu anakwenda kutenda kitu hapa. Kuna mtu mmoja anaenda kufunguliwa. Kuna mtu mmoja anaenda kuwekwa huru. Yes. Wale waimbishaji leo nitawapa kazi ngumu kidogo. Tutaimba nyimbo 3 mfululizo. Nyimbo 2 mtakuja hapa, mtachukua maiki. Tutaimba nyimbo 2, wote tutaimba tukiwa tumeketi. Lakini utakapokuja kuimba ule wimbo wa mwisho, wote tutasimama kwa furaha. Maana Roho Mtakatifu ananiambia kuna mwingine atakwenda kupokea muujiza wake kwa sifa tu. Namna utakavyoimba, namna utakavyofungua moyo wako, kuna jinsi Yesu anakwenda kukurudishia vile ulivyopoteza. Ndio, usiogope. Yesu anaishi kwa ajili yako. Wimbo wa kwanza 91. Wimbo wa pili 160. Wimbo wa mwisho 127. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaombea mkutano huu mkubwa namna hii. Leo tumejifunza siri za pekee, siri ambazo zipo kwa shujaa wa maombi, tena maombi ya usiku. Baba wa mbinguni, leo tumejua umuhimu wa maombi ya usiku. Ombi langu kuu Bwana, namba 1, ninaomba Yesu tupe moyo wa maombi jioni ya leo. Roho Mtakatifu akaanzishe roho ya maombi ndani yetu. Maombi ambayo yatabadili maisha yetu. Maombi ambayo yatatuweka
kwenye nafasi nyingine ya kuwa washindi pamoja na wewe. Jioni ya leo tupe roho ya maombi kwa jina la Yesu. Kuna wengine wamekuja hapa ni wagonjwa, hata wengine wanatutazama ni wagonjwa, watoto ni wagonjwa, wazazi ni wagonjwa, wao binafsi ni wagonjwa. Yesu, ninakusihi jioni ya leo, kila mgonjwa, kwa sababu anakuamini wewe na kwa sababu tunayo imani na wewe, jioni ya leo tupe uponyaji, tupe uponyaji, tupe uponyaji. Damu yako iliyomwagika msalabani ituponye maumivu ya viungo, tumbo, presha, kansa, mifupa, mikono, kichwa, kwa damu ya Yesu. Magonjwa hayo yote Bwana tutue, maana ulisema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, tena ukasema utatupumzisha. Jioni ya leo kila mgonjwa, pumzisha magonjwa yake leo, ili akiri kwamba kuna Mungu katika Israeli. Hata watazamaji wapone. Baba, wengine wamekuja hapa, uchumi umekufa, maisha magumu, wengine hawajui hata watoto watalipaje ada, hawajui, wengine ni wagonjwa, hawana fedha kwa ajili ya matibabu. Hao najua Yesu umeponya, lakini wale wanaotaka uponye uchumi, nenda uponye. Wale wanaotaka uponye familia, nenda uponye. Wale wanaotaka uponye kazi zao, nenda uponye. Wale waliofungwa na nguvu za giza wakatamkiwa laana, leo zile laana zimekoma kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo sisi ni watoto wako, tubebe mikononi mwako, maana wewe ni shujaa wa maombi, nasi leo tumekuwa mashujaa wa maombi. Kwa sababu hiyo ukatubariki, ukatutendee mema, ukatuinue, ukatuheshimishe, kwa jina la Yesu Kristo uliye hai. Amen. Get the point. Take a step forward.